kitabu chenye kutia faraja, kitabu chenye matumaini. Watu wengi wamekiita majina mengi, wengine wamekiita kitabu cheusi. Kitabu hiki kimeshinda. Ninachukua fursa hii ya kipekee sana kukaribisha katika safari ya kujifunza neno la Mungu. Mimi naitwa David Pongolela, ni taaluma, mimi ni mwanasheria, na katika safari hii pamoja na wewe tutakwenda kutafakari neno la Mungu, Biblia Takatifu, fungu kwa fungu, aya kwa aya, mstari kwa mstari, sura kwa sura, mpaka tuweze kujua Mungu wetu anataka tufahamu nini. Unaweza ukaniuliza maswali kwamba ni kwa nini tutafakari Biblia hii takatifu wakati kuna vitabu vingi sana duniani ambavyo vimeandikwa na wanafalsafa mbalimbali, wanasayansi, wanajimu, wanasaikolojia na watu wengine mashuhuri, matajiri duniani, wanasayansi wabobezi, madaktari wakubwa, watu nguli ambao wanasifika kwenye taaluma mbalimbali, wameandika vitabu vingi, wameandika makala nyingi sana. Lakini kwa nini tusijadili hivyo, tujadili neno la Mungu? Nataka nikueleze kwamba nimesoma vitabu vingi. Nimesoma vitabu vya wanasaikolojia, nimesoma vitabu vya wanasayansi, nimesoma vitabu vya wanafalsafa mbalimbali, lakini sijawahi hata siku moja kukutana na kitabu kizuri, kitabu chenye kuhekimisha, kitabu chenye kuelimisha, kitabu chenye kutia faraja, kitabu chenye matumaini, jumbe zisizochosha kusikiliza, jumbe makini kama jumbe zilizomo katika Biblia. Kitabu hiki kimekuwa tested kwa miongo mingi. Kitabu hiki kimekuwa tested kwa karne nyingi. Kitabu hiki kimekuwa tested over the millennia, kimekuwa katika majadiliano makubwa. Na katika miaka yote hiyo, kitabu hiki kimeshinda. Watu wengi wamekiita majina mengi, wengine wamekiita kitabu cheusi, lakini ni kitabu cha kipekee sana ambacho hakijawahi kupitwa na wakati. Kitabu hiki hakijawahi kuchoka. Kitabu hiki hakijawahi kuexpire na hakitawahi kuexpire. Kwa nini? Ni kwa sababu kitabu hiki kina habari zenye matumaini. Kitabu hiki kina habari zenye faraja. Kitabu hiki kina mafundisho ya kutusaidia kutuongoza katika njia ya Yesu Kristo. Mtunga Zaburi yeye anaandika, anasema kwamba neno lako ni taa miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba bila Biblia tutakuwa tunatembea gizani. Anamaanisha kwamba bila Biblia sisi ni kama watu tu ambao tunatembea bila kuwa na ramani. Hata zamani watu walikuwa wanatembea kwa ramani. Leo hii tunatembea kwa Google Map, inakuongoza mahali pa kwenda. Ndivyo ilivyo Biblia kwa mtunga Zaburi, kwamba ni taa ambayo inaongoza njia, ni kama ramani yake njia yake. Lakini pia Mtume Paulo anaandika, anasema kwamba neno lililoandikwa katika Biblia, maneno haya yaliandikwa kwa ajili ya mifano, ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Kwa maana ya kwamba katika Biblia tunahekimishwa, katika Biblia tunatafakarishwa, katika Biblia tunajazwa matumaini mapya, katika Biblia tunafufuliwa upya, katika Biblia tunapata kila tunachohitaji katika ulimwengu huu. Kwa nini nakukaribisha kwa namna ya pekee sana katika safari hii, na mimi ni kuombe wewe popote ulipo uendelee kufuatilia na kusikiliza kwa umakini, na Mungu wa mbinguni, Mungu mwenye rehema zote, atakujazi baraka.